Hapa ndio 4 tips ambazo unatakiwa kuzizingatia na kuwa nazo musician ili uweze kujitambua na kuwa mwanamuziki bora na msanii mzuri na mwimbaji bora. Kuna vitu vinne vya kuzingatia, ni muhimu sana. Cha kwanza, kujitambua kama ni msanii. Kujitambua kama ni msanii ndani ni ijue sauti yako. Wewe unaimba sauti ya ngapi? Unaimba soprano, unaimba tenor, unaimba alto, unaimba bass. Ujue ujumbe wako. Je, ujumbe wako ni upi? Uimbaji wako unawakilisha nini? Unataka kuimba kitu gani? Lakini pia wewe unatakiwa unajua aina yako ya muziki, yani miundo yako ya muziki ni ipi na ipi. Lazima ujue mitindo yako. Mimi ninaimba aina gani ya muziki? Naimba bongo flavor, naimba house, naimba hip hop, naimba zuku, naimba kopa, naimba etc, naimba mapiano, naimba single. Is up to you. Hiyo ndo mitindo yako. Kingine ambacho unachotakiwa kukitambua ni uhalisia wako. Lazima uwe na uhalisia wako. Hapa sasa tutagusia usiige sauti ya mtu. Ili uweze kuwa mwanamuziki mzuri, uweze kuwa mwimbaji mzuri, usiige sauti ya mtu. Kitu cha pili ni msingi wa uimbaji vizuri. Hapa tunazungumzia ni upumuaji, diaphragm, kupumua kutoka katika tumbo na kwenda juu. Hapa utakuja uone sawa. Unatakiwa kufanya pia hadi afya ya sauti yako. Unatakiwa uilinde hapa katika msingi wa uimbaji vizuri. Unatakiwa kupiga makelele, unatakiwa uimbe kwa kurelax, ufanye mazoezi vizuri bila kuidisturb, lakini pia unatakiwa kunywa vitu vya baridi wala kunywa pombe kali. Hii inaweza ikadisturb sauti yako. Lakini pia vocal warm up, lazima unafanya vocal warm up per day. Nimeshakwambia lazima unafanya zile la 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 do re mi 10 minutes kila siku. Hiyo itakufanya kuitengeneza sauti yako vizuri. Kwa hiyo huu ni msingi wa uimbaji vizuri. Lakini kitu cha tatu hapa, ngoja nikunong'oneze, uwasilishaji wa sauti yako ni upi? Hapa lazima nikwambie kwa utaratibu sana. Wewe unataka kuwa msanii mzuri, unataka kuwa mwimbaji mzuri, basi ni lazima uwe na emotion, tunaita feelings. Lazima uwe na feelings wakati unapokuwa unaimba. Hapa tunasema ni uwasilishaji wa muziki wako. Yaani unauwasilisha vipi? Lazima uwe na confidence, lazima ujiamini. Hiyo ni uwasilishaji wa muziki wako. Lakini kitu cha mwisho cha 4 tunasema ni mazoezi ya kujitambua. Mazoezi ya kujitambua ni yapi? Mazoezi ya kujitambua ni pamoja na wewe kuandika, walau anza kuandika hata mistari 5 tu. Andika mistari yako 5, uangalie, je, nikiandika mistari yangu 5 na kuaje? Lakini pia jitahidi kuimba nyimbo za watu. Kujitambua, je, wewe ushakuwa nani? Imba nyimbo za watu afu zifuatisha at the same time unakuwa unaimba kama vile unapokuwa unafanya katika mazoezi ya sauti yako. Sasa ukaimba nyimbo ya mtu ukawa unaenda sambamba. Hii hapa itakusaidia sana na itakufanya uweze kujitambua. Kwa mazoezi ya kujitambua ni hayo. Unafanya na unajirekodi pia. Muda mwingine unabidi ujirekodi katika sauti, katika simu yako ujirekodi, usikilize zile note unavyokuwa unazirekodi. Lakini pia ukiwa unaimba pamoja na nyimbo ya mtu pamoja at the same time, it means utakuwa unajua unaimba vipi.